Kitabu cha Methali sura ya 22 na ule mstari wa 3. Maandiko yanasema mwenye busara huyaona mabaya na akajificha, lakini wajinga huendelea mbele wakaumia. Kwenye maisha kuna watu ni wajinga na kuna watu wengine wana busara. Na ujinga sio tusi. Kulingana na Biblia na ile andiko, wajinga ni watu ambao wameona mabaya na wakaendelea mbele. Wameona ishara za hatari na wakaendelea mbele. Hawa wanaitwa wajinga. Nataka niongelee kidogo kwa watu ambao wanazini na wanasema kwamba wameanguka. Unajua uzinzi sio kitu ambacho kinafanyika kwa bahati mbaya. Uzinzi sio kuteleza. Uzinzi ni process ambayo ina hatua. Ziko hatua 5 kuelekea uzinzi. Na hapa nataka niongelee hatua ya kwanza tu ambayo ukiiona unatakiwa ujifiche. Hatua ya kwanza ambayo utaiona na unatakiwa ujifiche ni pale unapoona au unaposikia maudhui ya kingono. Katika mitandao ya kijamii na kwenye maisha ya kawaida, kuna vitu ambavyo ukivisikia utakiwi kuendelea kuvitegea sikio, na kuna vitu ambavyo ukiviona utakiwi kuendelea kuvitegea macho. Sasa mjinga ni mtu ambaye ameshaona kabisa kwamba haya ni maudhui ya kingono, aidha labda ni mazungumzo ambayo anafanya na mchumba wake, wanaongea stori za kingonongono, wanaitana majina fulani ambayo yanachochea hisia za mwili, lakini bado anaendelea kuchat. Tena unakuta anapiga na simu kabisa, wanaongea mpaka simu inachemka na hawana cha kuongea, ni ile tu kwamba umevaa nini hapo, umekula nini hapo, umefanyaje, hebu tuone, nitumie picha nione ulivyovaa leo. Yani kuna mazungumzo ambayo ukiyaona unatakiwa ujifiche. Kitabu cha Korinto wa kwanza sura ya 15 na mstari wa 33. Maandiko yanasema mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Manake kuna mazungumzo ambayo yanaharibu tabia ya mtu. Sio kila mazungumzo unatakiwa uyategee sikio. Kuna masimulizi ambayo hutakiwi kuyasikiliza. Kuna makala ambayo hutakiwi kusoma. Kumbuka mabaya hayo ambayo unayaona ndio viashiria ambavyo vinakuonyesha kwamba unaelekea kwenye hatari. Manake kuna watu ambao walijua kabisa kwamba wanakoelekea kuna hatari, lakini wakawa wanaendelea mbele. Kuendelea mbele ni kuumia. Ni muhimu sana uwe na break kwenye maisha. Unapita kwenye mitandao ya kijamii, either ni Facebook, Instagram, lazima ukiona kitu chenye hatari usiendelee kukipa muda. Mwingine anaona video yenye maudhui ambayo sio mazuri. Mwingine anaona picha na bado anaendelea kuzoom. Unamkuta amekamata ile picha, ana zoom, anaangalia vizuri. Kila linki inayotumwa sio lazima uibonyeze. Kuna linki ikitumwa utakiwi kuendelea kuangalia kwamba hebu ngoja nione huku kuna nini. Ngoja nikaprove nione waliishiaje hawa watu. Kwa hiyo kuna mabaya ambayo yanatakiwa kuepukika. Na hayo mabaya ukiyaona wewe ukayaepuka, maandiko yanasema wewe una busara. Ninakuombea kwa Mungu kwamba uwe na break kwenye mikono yako, uwe na break kwenye macho yako, uwe na break kwenye masikio yako. Kuna vitu ambavyo hutakiwi kuvitegea sikio, kuna vitu ambavyo hutakiwi kuvitegea macho yako, na hapo utakuwa umeepuka uzinzi na uasherati. Kumbuka uzinzi na uasherati vinaepukika. Unaweza ukaamua kuishi maisha masafi kuanzia leo. Unaweza ukaamua kujitunza mbali na kila ubaya kuanzia leo. Mungu wa mbinguni akusaidie sana. Unatamani kutoka na unashindwa kutoka, nitafute, nitakutumia vitabu. Nimeandika vitabu vya mchakato wa dhambi za zinaa. Hivi vitabu vitakusaidia sana, utakapovisoma vitakuweka katika mfumo mzuri wa kuishi mbali na uzinzi na uasherati. Lakini pia msimamo wetu bado ni ule ule kwamba zinaa haitatajwa kwangu. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Shalom, shalom.